أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ndugu zangu, leo tunaendelea na hadithi ya 6 ambapo katika somo la 3 nasema an Abdullah Nu'man ibn Bashir, kutoka kwa mwana wa Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu ndio wawili, baba na mwanae. Kala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimuendee juu yake na hali zake, innal halala bayyin, kwa hakika halali iko wazi, wa innal harama bayyin, na haram vile vile iko wazi, wa bainahuma umuru mushtabihatun, na katikati ya halali na haram kuna mambo yenye kutatiza, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi hawajui hayo mambo yenye kutatiza, yani watu ambao hawajafika level ya mustawa wa juu katika elimu ya dini. Famanittaka shubuhati faqad istabraha lidinihi wa irdihi, na atakayeepuka mambo ya shubuhati au atakayeogopa mambo ya kutatiza, faqad istabraha lidinihi wa irdihi, atakuwa ameipa heshima dini yake na utu wake, yani utukufu wake. Wama waqa fi shubuhati waqa fi alharami, na yeyote anaingia kwenye mambo ya kutatiza kwa hakika atakuwa amejiingiza katika mambo ya haramu. Kara in yar'a hawla alhima, ni kama mchunga mbuzi ama ng'ombe ama kondoo akaingia katika sehemu ambayo imekatazwa. Sehemu ambayo imekatazwa ni gani? Mashamba ya watu, sehemu za jeshi, sehemu za polisi, sehemu za uzio ya ufalme, huruhusi kupita hizo sehemu. Kara in yar'a hawla alhima yushiku an yarta'a fihi, anashakiwa anaweza kaingia. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye mambo ya shubuhati ni kana kwamba mtu anapita sehemu ya restricted area. Ukipita kwenye viwanja vya jeshi utasikia utapewa adhabu mpaka utashangaa. Ukipita kwenye viwanja kuna polisi, kuna area wanakuambia hapa itakiwa watu wa kawaida kupita. Na hivyo hivyo kwenye mashamba ya watu. Anasema ala wa inna likulli maliki hima, zindukeni. Ala ya kwanza hiyo, bi alati, kwa hakika si vingine katika kila mfalme anaye restricted area yake, ana zone ambayo watu wa kawaida watakiwi kwenda. Ala wa inna himallahi maharimu, bi alati, zindukeni ya pili hiyo, hakika restricted area Mwenyezi Mungu ni yale makatazo. Mungu amepiga mfano kama ambavyo mchunga mbuzi hatakiwi kuingia kwenye sehemu ambayo imekatazwa, iwe ni mashamba ya watu ama ni area ya jeshi ama ni polisi ama ni area ya wafalme, hutakiwi kupita. Sasa kwa Mwenyezi Mungu area iliyokatazwa kupita ni ipi? Ni maharimu, ni yale makatazo yake. Ndio katika kule kumpenda Mwenyezi Mungu ama nasaha lillahi ni kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Ala wa inna fil jasadi mudghah, zindukeni hakika katika mwili kuna pande la nyama. Idha salahat salahatil jasadu kullu, hilo pande la nyama likitengemaa latengemaa mwili mzima. Wa idha fasadat fasadatil jasadu kullu, na kilifasidika hilo pande la nyama basi mwili mzima unafasidika. Ala wa hiya alqalbu, zindukeni naye ni moyo. Ala ziko karibia 4 hapa kuonesha msisitizo. Rawahu al-Bukhari kwa hadithi namba 52 na Muslim kwa hadithi namba 1599. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametueleza hiyo. Hadithi ya 7 anasema an Ibn Ruqayyah at-Tamimi Ibn Aus ad-Dari, Tamimi kabila la Bani Tamim. Anasema anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana. Na hapa haikusudiwi nasaha tu, bali ni ile kunasihiana ya ukweli ya kutoka kwenye moyo wa mtu, sincerity. Anasema kulna liman, hiyo nasaha tunafanyana ya ukweli kutoka kwa nani? Anasema lillahi,
kwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika, hajafanya kitu chochote. Ni wajibu wao kumpenda na kumzania dhana nzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Walikitabihi, na mnasiani kitabu cha Mwenyezi Mungu kwamba ni Qur'ani munazzal ala nabiyina bi Muhammad biwasitati Jibril alayhi salam, imeteremshwa kutoka mbinguni kwa kupitia wasita wa Jibril alayhi salam. Almutaabadu bitilawatihi, inaabudiwa kwa kusoma kwake. Almabduu bi surati al-Fatiha, na inaanza kwa surati al-Fatiha. Walmakhtum bi surati an-Nas, na inaishia kwa surati an-Nas. Nacho ni kitabu cha mwisho na hakina shaka ndani yake, wala hakijaarifishwa, hakijakosolewa, wala hakijazidishwa wala kupungua. Walirasulihi, na kunasiana kwa ajili ya mtume ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja naye na kuacha yale aliyokataza, na kumpenda na kujua historia yake, amezaliwa wapi, ameishije, wazazi wake ni kina nani na lini amefariki, na yale yote aliyotuletea tukieti kuzifuata. Wali aimmatil muslimina, na kunasiana kwa maimamu wa Kiislamu kutii, kuwa kwenye taa ya imam maadamu hajaja na kufuru ya wazi. Kama na makosa madogo madogo tunataka ukae kwenye taa, especially kama imamu anakuwa ni mzuri, ni kheri. Lakini ikipatikana kiongozi akawa ana ukorofi, basi kukaa ile kumpa taa mtume alivyotufundisha ni taa ya kuepusha madhara makubwa zaidi. Saa zingine inaweza kaa hamumpendi, ndio maana tunaambiwa kumtii katika hulwi wa murrihi, kwa kheri yake, kwa utamu na machungu na matamu yake. Ndio maana sometimes wanaweza kuwa ni mafalme mulkan adhidha, au adhudha, yani adhidha ni zile ufalme mchungu, lakini tunakaa kwenye taa ili kuepusha shari yake isiwe ni kubwa sana. Wale aimmatil muslimina wa amatihim, na watu wa kawaida. Hivi tunanasiana kutoleana salamu, zile haki sita za Muislamu kwa Muislamu. Akiumwa unamtembelea, kumsaidia wakati ana shida, kumjulia hali, na mambo yote haki za Muislamu kwa Muislamu unamfanyia. Rawahu Muslim, hadith namba 55. Hadith thamin inasema an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa mtoto wa Umar ibn Khattab radhiya Mwenyezi Mungu zimwendee na babake, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sasa anasema umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa kupigana na watu, au imma ni jihad ya vita, ama ni yote, ama ni ya hoja, hata yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudie kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, wa anna Muhammadan rasulullah, na watii kwamba mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa yuqimu sala, na wasimamishe swala kwa masharti na nguzo zake na taratibu zake zote, wa yutu zaka, na watoe zaka pale ambazo mali walizoziweka ambazo zifanyi kazi zikazungukiwa na mwaka na zikafikia nisabu, kiwango cha kutoa zaka. Fa idha fa'alu dhalika, wakifanya haya yote, asamu minni dima'ahum, nimezuiwa mimi, nimekingwa mimi kumwaga damu zao, wa amwalahum, na kuchukua mali zao, illa bihaqi alislam, ila kwa haki ya Uislamu. Haki ya Uislamu unachukua mali kwa kama ni zaka ama sadaka. Pale Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua kwao sadaka na zaka itakutakasha na kuwasafisha. Wasallu alaihim, na watakie rehema juu yao. Inna salataka sakanun lahum, hakika sala yako ni utulivu kwao, inawapa tranquility masahaba. Kwa hiyo sala ya mtume ni jambo zito. Ndio maana siku alipofariki wakasema kuna mambo matatu, moja imeshatuponyoka, hii ya mtume kutuombea dua akiwa iko hai. Anasema fa idha fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwaluhum bihaqqi alislam wa hisabuhum ala Allah ta'ala, na hisabu yao itakuwa ni kwa Mwenyezi Mungu. Kama wameghishi au kama wamefanya inavyokuwa sawa, watakuja kuona malipo yao kwa Mwenyezi Mungu. Rawahu al-Bukhari, Imam Bukhari, hadithi namba 52, na Muslim hadithi namba 22. Kwa hapa tutasimamia, tutaendelea na somo la 4 kwenye hadithi inayofuata inshallah.